Madini.com. Picha linaanza. Oh yeah, picha linaanza. Haya, leo itabidi uwe tayari kufunguka na kujua baadhi ya mambo ambayo labda ulikuwa unayasikia kama fununu ama ulivyoyasikia ukuyasikia vile ambavyo ulifaa kuyasikia. Na hii ni kwenye topic ambayo ni ya mambo yaliopo na yajayo, na ni kwenye uhalisia ambao upo. Picha linaanza na Razim Tamanduni, The New World Order na Artificial Intelligence AI. True story. Wengi waliokutana na kauli mbiu hii aka hashtag hii New World Order waliipata kutoka kwa msimuliaji aliyedhamiria kuwashangaza kihisia kuliko kuwataarifu fact. Kwenye kila taarifa kuna kitu kinaitwa context au BAKITA wanasema muktadha, ambacho huamua maana halisi ya kinachozungumzwa. Wanaume mtanielewa, mfano kama unabishana na mwanamke unaweza kuongea sentensi fulani, ukisikia tu anarudia unachokisema akianza na neno kwa hiyo umesema, ujue anabadilisha muktadha wote na sentensi yako, na muktadha original ukishapotea itapoteza maana yote ya awali na anaweza kuitumia kivyovyote mkabishana hadi asubuhi. Ni kitu kama hii imetokea kwenye New World Order. Kuna nadharia njama, conspiracy theory kibao kuhusu New World Order, ikiwemo jamii za siri, secret society, hasa za Marekani, na njama ya kuitawala dunia. Kwa lugha simple, kama unavyoona New York ni jiji maarufu zaidi na kubwa duniani, unaona pia wasanii wa Marekani kina Jay-Z na Beyonce ni maarufu zaidi duniani. Ukihesabu mabilionea waliopo duniani, wengi wanatoka Marekani. Hivyo hivyo na jamii za siri, yani secret societies, zilikuwepo na zipo kote duniani isipokuwa za Marekani, kama Illuminati, Freemason, Z Society, Abakua, Fenians. Kuna wauni wa Hunters Lodges, Knights of Columbus, kuna Knights of the Golden Circle, na wale maarufu wa KKK, yani Ku Klux Klan. Najua zingine kuna majina haujawahi hata kuzisikia. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba jamii za asili zipo kote duniani, na kama uzisikii ni kwa sababu imepangwa hivyo. Ushaambiwa ni za asili. Mengine yote unayoyaona na kuyasikia YouTube ni bongo movie aka soga. Dunia ni kubwa kiasi kwamba ni rahisi kukutanisha fakti kadhaa zikasaundi kama uhalisia. Tunakushauri fuatilia taarifa kwenye vyanzo rasmi na pande zote. Siri ni nguvu ya tawala zote duniani. Mtu binafsi kama wewe una siri zako, hutaki zivuje kwa sababu mbalimbali. Familia ina siri zake, hutaki kuzivujisha. Mtaa una siri zake, mkoa una siri zake, wauni wana siri zao pia. Nchi ina siri zake na serikali ina siri zake. Ndio maana kuna vitengo vya usalama wa taifa. Ndio maana kuna taarifa zinaitwa confidential au top secret. Dunia kama dunia ina siri zake, na hata muumba wa dunia ana siri zake alizotuficha, ikiwemo kifo, na hizo siri ndio chanzo cha nguvu alionayo. So unajaribu kukuonyesha kwamba siri ni sehemu ya maisha yetu kama binadamu, na zinakuwa na sababu za kufichika. Hizi unazozisikia YouTube au Google ni kwa sababu tu umeambiwa, sio kwa sababu ndizo pekee zilizopo. Binadamu anaijua chini ya 5% ya bahari. 95% ya bahari ni siri hadi leo. Sijui umenielewa? Fuatilia hii episode kwa makini ili usidanganywe tena. It is a big idea. A new world order. Kifupi, ukifuatilia story za New World Order, wengi husishanisha na makorokocho kibao ya kukuchukua kihisia na kiakili. Uongezee views na likes, but ukitaka uelewe, ichukulie kama hashtag au kauli mbiu ya hapa kazi tu ya JPM, RIP, au kazi iendelee ya Mama Samia. Kwa sasa tumesomana, kazi iendelee. Au kama Roma alivyosema, nipeni maua yangu. Nipeni maua yangu ni anusi angali niko hai, nikiondoka mnikumbuke msilie bali mfurahi. Sio utani, ni namna simple ya kuielewa hii episode New World Order na Artificial Intelligence AI. New World Order ni kauli mbiu au temu iliyokiki USA miaka hiyo, kwa sababu ilitumiwa na viongozi wa juu wa nchi hiyo, ambayo nilikuambia kila kitu chao ni kiki kidunia. Mind you, USA imetawala dunia kijeshi, kiuchumi na kiteknolojia ya mawasiliano kwa muda mrefu. So usishangae wakiwa na kauli mbiu zinazokiki sana kwa level ya kidunia. Leo utaelewa uhalisia wa kauli mbiu New World Order kabla ya kuelekea kwenye kile ambacho kinazungumzwa sana, AI, yani Artificial Intelligence, ambao bila shaka nao umesikia mengi.
Episodi hii ni kama mjumuisho wa uchambuzi wa story nyingi ambazo tuliwahi kukuletea nyuma kuhusu dunia, kisiasa, kiuchumi, kiteknolojia, history, present and future, na hivi ndivyo huamua order ya dunia. Picha linaendelea. So uzito wa kauli mbiu New World Order ulianzia kwenye hotuba maarufu ya rais wa Marekani George Bush mkubwa, au tuseme babake George Bush mdogo. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom and the rule of law. Baada au kabla ya hapo, viongozi kibao wa kisiasa duniani wameshalitumia majukwani wakijua kamera za ndugu waandishi ziko on. Baadaye Roosevelt alilitumia, sometimes walitwist kutamka new order in the world. Rais Truman akatwist kauli mbiu kidogo, akatumia better world order. Baadaye peaceful world order, kuna moral world order, kuna kauli mbiu world order based on law. Lakini zote hizo hazikufua dafu kwa original kauli mbiu hashtag yao New World Order, kwa sababu ipo plain, inaweza kutumika popote kwa muktadha wowote. The original context ni ile ile, order ni amri au mwongozo na world ni dunia. So kila wakati dunia huwa na kiranja mkuu ambaye hutoa orders au mwongozo. Kabla 1990 alikuwepo Soviet ambaye tulikuletea kwenye episode za nyuma, na mwaka 1991 akamkabidhi order ya dunia USA ambaye sera zake zilianza kurun dunia since then. I told you, nguvu kuu inayotawala dunia ni siri. Ulimwengu umebadilika sana kiasi kwamba vitu ambavyo vilikuwa siri zamani siku hizi vinajulikana kirahisi, kwa sababu watu wameweza kuwasiliana kirahisi. Mfano, wakati mitandao ya kijamii inaanza kuingia, ni wachache walijua na kufahamu namna ya kufungua account ya Facebook au Gmail, na watu walifanya biashara kutoa huduma hizo. Kadri watu wengi wanavyozidi kuaccess simu na uelewa wa social media, ile power au order ina shift kwenda kwa wengine. Hivyo hivyo kwenye level ya dunia, USA sio mtoa kauli mbiu pekee tena. Na hapa ndipo tunakutana na mwamba wa kuitwa Ian Arthur Bremer. Ndo nani huyu? I have a big question, which is who runs the world? It used to be an easy question to answer. Huyu mwamba ni American political scientist. Yani mwamba amesoma sayansi ya siasa. Utajiuliza sayansi ya siasa ndo nini? Well, kifupi sana, unajua tabia kuu ya sayansi ni inakuaga na jibu moja pekee. Lakini siasa ni art, yani sanaa ambayo hainaga jibu moja. Kwa hiyo ukisikia mtu anasoma sayansi ya siasa, ujue anasomea yale mazaga ambayo wanasiasa wanayafanya au kuyasema na real impact yake kwa jamii. Mfano, mwanasiasa anaweza kujimwambafai ametatua tatizo la maji kwenye tarafa, alafu political scientist akaja na mtazamo mwingine, akagundua maji yale ni chanzo cha magonjwa mapya ya mlipuko kwenye eneo husika. Hawa watu wanaitazama siasa kwa jicho soba la kisayansi. Huyu mwamba amefocus na kile wanaita global political risk. Picha linaendelea. Kama una zaidi ya miaka 45 mwaka huu 2023, basi umekulia kwenye dunia ambayo majibaba walikuwa wawili pekee. USA upande mmoja na Umoja wa Soviet yani USSR upande mwingine. A bipolar world. And that was a bipolar world. Kama una miaka chini ya 40 kama mimi, basi ulikulia kwenye era ambayo Umoja wa Soviet ulisha collapse 1991. Na aliyekuwa kwenye usukani tangu hapo ni mwamba huyu hapa, USA. Ni kama USSR tunamsikiaga kwa mbali sana. Kidogo afadhali kidogo. Mara mkulu. Kidogo kwa mbali. Kwa mbali sana. So story nyingi tunazo za USA ilivyotawala taasisi zote za kidunia na tawala nyingi. Huu ndio wakati hizi kauli mbiu zilizaliwa na kukiki, ikiwemo New World Order. Kwa sababu kweli aliyekuwa anatoa order ya dunia ni rais wa USA na taasisi zake. A unipolar world. Joe McKinney akasema siku zinakwenda na mambo yanabadilika. Sio tubaki tu msituni etikisa sisi ni Waafrika. Siku zinapita na mambo yanabadilika, sio tubaki msituni etikisa sisi ni Waafrika. Kweli bana, kama miaka 15 tu iliyopita, meza ikapinduliwa.
Tumezoea kusema disco ameingia Mmasai. Sasa disco ya New Order ya dunia kaingia Jet Li na Donnie. Things got a little more complicated. 我的铁马练得不动如山，落地生根。今天我一定要打赢你的火箭拳。好。Picha linaendelea. Hii ni Madini.com. Picha linaanza. Marekani ilianza kubadili sera zake za nje, na kama ulikuwa unafuatilia media utagundua ndo zilianzaga mijadala ya hapa na pale ya tofauti za kisera kati ya rais mmoja wa USA hadi mwingine. Kifupi, USA alianza kupunguza nguvu zake kijeshi, kitaasisi na kadhalika kwenye nchi nyingi. Mbali na hilo, baadhi ya nchi zilianza kuwa na nguvu kiasi cha kumvimbia ankali USA kwa baadhi ya rules alizokuwa anaziweka zamani. Nini kilitokea? Well, kuna mambo matatu. Moja, Russia. Tulikwambia baada ya kuvunjika kwa USSR, serikali kuu ilibaki mji mkuu Moscow. Kwa lugha rahisi tuseme Marekani ni kama Alikiba na USSR ni kama Diamond. Baada ya vita ya pili ya dunia kulitokea vita baridi muda mrefu hadi USSR ilipoishiwa nguvu za kiume ikavunjika 1991. Ndo tukapata Harmonize ambaye ni Ukraine na nchi zinginezo ndogo ndogo. Alafu Diamond ndo akabaki mjini Moscow kama Urusi ya sasa, ikimaanisha utawala wa Urusi wa sasa ndo USSR ya zamani. Kama ulifuatilia episodi zetu za nyuma, ulisikia ilivyovunjika USSR. Rais Gorbachev baada ya miaka mingi ya kurumbana na USA kwenye vita baridi, aliamua kuja na mkakati mpya wa kujenga ushikaji, so akataka wayamalize na Marekani na vita baridi iishe. Ambacho hakujua ni USA ilikuwa inaamini alichokisema mwana FA kwamba usitaki amani wakati wa vita utakufa mapema. Ili kuonyesha kweli sasa amekuwa kijana mzuri, Gorbachev alitangaza kuacha ushindani wa kutengeneza silaha za nyuklia uliokuwepo kati yao wakati huo. Pia akaahidi kuondoa majeshi ya Soviet sehemu mbalimbali duniani. Ule umoja wa kijeshi pia ulifia hapo. Ni miaka hiyo hiyo aliondoa majeshi ya Afghanistan kwa aibu kubwa na kuachia Taliban ambao kwa wakati huo walikuwa wakisaidiwa na USA na nchi nyingine. Utakumbuka kwenye episodi zetu za nyuma tulikuelezea jinsi hii vita ilivyomzalisha na kumkuza Osama bin Laden. Tafuta kitabu chetu kina story hizi, mawasiliano yapo Insta. Kitendo cha USSR kuondoa majeshi yake kilitafsiriwa kama udhaifu mkubwa na Gorbachev akapigilia msumari wa pilipili kwa kupunguza bajeti ya jeshi, jambo ambalo lilizidi kudhoofisha USSR ambayo ubabe wa kijeshi ndio ilikuwa nguvu yao. Jamhuri nyingi ziliona ni ngumu kutegemea serikali moja kule Moscow kuamua kila kitu, so waliamua waliokuwa na nguvu kwenye zile jamhuri wajitenge. Ilikuwa Disemba 25 mwaka 1991, siku ya kula ubwabu wa Christmas huku kwetu. Macho yote kwenye news. Rais Mikhail Gorbachev akatangaza jumuiya ya Soviet is no more. Rasmi USSR ikajitenga mwaka 1991 na Ukraine na jamhuri nyingine zilizojiweza zikajitenga na kuwa nchi huru ikiwemo Russia. Wakati huo makao makuu ya USSR yalikuwa Moscow. Kutokana na historia niliyokupa mwanzo, saa 1:30 hivi asubuhi bendera ya USSR ilishushwa Moscow na kupandishwa bendera ya taifa jipya la Russia au Urusi ambalo lilikuwa sehemu ya mataifa 15 yaliyoishi kama ndugu miaka 70 na wanapoteza usupapawa huku dunia inashuhudia. Kwa hiyo Urusi haijawahi kufurahia kuvunjika kwao hadi leo. Unaona harakati za ankari weka ndani Putin. Kwa hiyo siasa za Urusi baada ya pale ziliendelea kuwa against USA kwa nyakati tofauti, ikiwemo sasa kikawa kikwazo one kwa USA kuendelea kuamua world order kimseleleko. Picha linaendelea. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kikwazo cha pili ilikuwa China. Kama ambavyo tulikuelezea kwenye episodi yetu kuhusu China versus USA on Taiwan, tulikuelezea jinsi kampuni nyingi za Marekani zilihamishia shughuli zake China. Hapa ndipo kina Microsoft ya Bill Gates wakaibuka na vifaa kama computers za kutumia watu binafsi, wenye simu, wenye magame na maajabu mengine yote tunayojua yameletwa na ujio wa vifaa hivi vya teknolojia.
Hapa ndipo mzigo ukawa mkubwa na makampuni ya USA yalikuwa yanashindwa gharama za uendeshaji versus demand inayoletewa na mabadiliko ya teknolojia yenyewe. Ikabidi makampuni mengi yakahamishia viwanda vyao kwenye nchi marafiki wakati huo za Asia kama Japan, Taiwan, South Korea na Hong Kong, ambayo haikuwa chini ya China, na walifanya hivyo kwa sababu ya rasilimali watu na maeneo ya viwanda ni cheap Asia kuliko Marekani. Hadi sasa sehemu kubwa ya makampuni ya Marekani yanaassemble vifaa vyao China na nchi za Asia kwa sababu hii ya kupunguza gharama za uendeshaji. Hata Mtanzania Uwal tuliongea naye akiwa Taiwan kwenye kiwanda cha Microchip alipelekwa na kampuni ya Marekani. Nipo kikazi saizi, ni unaenda mwaka wa 3 tangu nimekuja huku. Nimekuja kwa mkataba kwa sababu kampuni yetu sisi ni international, kwa ninafanya kazi Marekani lakini huko nimekuja kwa term assignment, tunaita long term assignment. Kwa nitakuwa huku nikimaliza na ninaondoka. Idea ya wakati huo ni kwamba hawa China wakiendelea wakishika hela watageuka vijana wa ovyo, watapata exposure za magharibi na wataanza kuwa watu wa matanuzi au kuficha hela kwenye akaunti za Ulaya. Kifupi idea ni wa China wakipata pesa wangechagua mkondo wa West, lakini wauni wakaendelea kuwa wa China kadri walivyozidi kupata pesa. Na tatu ni siasa za ndani za USA kwenyewe, ambapo kadri miaka ilivyozidi kusonga mamilioni ya wananchi walianza kuhisi viongozi wao wanaanza kuwa wagaigai, na uzuri system zao wananchi wanaweza kubadili mambo. Ndio tukaanza kuona viongozi wenye milengo tofauti towards ulimwengu wa nje wanapata nguvu. Donald Trump alikuwa mmoja wao. Look at Libya, look at Iraq. Iraq used to be no terrorists. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. Right now, Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. So the world would be better off with Saddam Hussein 100%. And Gaddafi in power? 100%. Now, as far as Assad is concerned. What about the human rights abuses? Let's talk, well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. Ni multipolar world order. Hakuna kilanja mkuu maalum. So what next? New world order ijayo imekaaje na itatoka wapi? Makinika nasi. Instead, we will have 3 different orders, a little overlapping, and the third will have immense importance. Kutakuwa na world orders za aina 3 tofauti, na ile ya 3 itaingia hadi kwenye tunavyoishi, itajua tunavyowaza, nini tunataka na nini tunajiandaa kufanya ili kukipata. Tuanze na moja. Kwa sasa tuna kile kinaitwa Global Security Order, yani upande wa ulinzi kwa nchi mbalimbali, au tuseme jeshi. Ukumbuke dunia haitawaliwi kwa mijegeje tu. So tukicheki upande wa mijegeje na sera zake, USA ndo kilanja mkuu hadi sasa. Marekani na washirika wake nchi za Umoja wa Ulaya wana miundombinu mingi ya kijeshi kwenye pembe nyingi za dunia kuliko China na Urusi. Kama ukipata dili ya kufanya kazi idara fulani USA inayohusika na kusambaza vifaa vya kijeshi duniani, utakuwa unachoka kusaini makaratasi ya kupeleka mijegeje na mabuti kila kona ya dunia yenye kambi za kijeshi za USA. Hakuna taifa jingine lenye bajeti hiyo. Mfano, teknolojia ya GPS tunaotumia kusoma ramani, Google na kuagiza usafiri inalipiwa kodi na wananchi wa Marekani. Kuna satellite ipo juu kufanya kazi hiyo through Wizara ya Ulinzi. China kijeshi imezidi kuwa mandonga mtukazi hivi majuzi, kiasi kwamba mikoa yake imewatisha kina Shabani Kaoneka kama Ufilipino, Japan, South Korea na wengine ambao wanazidi kutaka msaada wa USA. Mfano, kumeripotiwa kuongezeka kwa majeshi ya USA visiwani Ufilipino. Wachambuzi wa mambo wamehisi ni maandalizi ya kukiwasha endapo mjomba China ataleta maniaje akaivamia Taiwan, but haijathibitika. Yote kwa yote, kijeshi dunia inazidi kuitegemea USA hata miaka 10 ijayo.
kinachoendelea Ukraine kinazidi kuongezea demand ya USA kwenye security order ya dunia. Picha linaendelea. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito unakuwa interested kuendelea kusikiliza. So tunakuja kwenye global economic order, yani nani kiranja mkuu eneo la uchumi ambalo ni muhimu kuliko hata jeshi sometimes miaka 10 ijayo. Hii nguvu ipo 50-50 kwa sababu China na USA licha ya kuvimbiana wanategemeana kibiashara kwenye level ambayo hawawezi kufungiana vioo ghafla. Makampuni mengi ya USA yatafariki vibaya kama ambavyo biashara nyingi China zitafungwa. Takwimu za mwaka huu zinaonyesha ushirikiano wa kibiashara kati ya China na USA upo juu kuliko nyakati zote in history. Unashangaa nini? Unataka wenzako kiumane daily? Marekani inazalisha zaidi ya robo ya takataka zote duniani, na karibia nusu ya hizo takataka zilikuwa zinapelekwa China kisha kufanyiwa modification ya recycling na zinarudi kama bidhaa USA, na mzunguko unaenda hivyo hivyo. Ndio maana ukisikia vita ya kibiashara kati ya Waswahili hawa wa Pemba, ujue ni zaidi ya unavyoweza kuelewa. Kifupi, trip za USA to China au China to USA kuanzia maji, anga na teknolojia zingekuwa guest house, kibao kingesoma vyumba vimejaa 24/7. Ndani ya USA kuna eneo linaitwa Chinatown. Ushalisikiaga? Movie nyingi za Marekani zenye wa China au mitaa ya Kichina ujue wanakujaga kushoot hapa Chinatown ndani ya USA. Mbali na hilo, nchi nyingine pia ambazo ni washikaji wa USA kiulinzi, yani kijeshi, linapokuja swala la uchumi ambao technically ni kuuza na kununua, wanaona China kuna ulaji tena wa beiche, so lazima watake ushikaji na China. Haikuepeki. Kwa hiyo unagundua hiyo balance. Umoja wa Ulaya EU, tukija kiuchumi nao ni watu wengine, wenye sheria zingine na nguvu nyingine ambayo hata USA haiwezi kubishana nao. Ukitaka kufanya biashara nao lazima ufuate sheria zao. Juzi kati ulisikia Umoja wa Ulaya ukilazimisha kampuni za Marekani kutengeneza charger za Type C bila kujali wewe ni Apple au dada yake Apple. Wote tutaazimana charger. Kuna kamvutano kaliendelea, lakini sheria za soko zinapangwa soko lilipo. Nadhani utakumbuka tulikuletea mengi kuhusu Umoja wa Ulaya kwenye episode zetu kadhaa kuanzia picha linaanza hadi live na G. Sera ya EU inaitwa The Single Market, inalenga kuruhusu uhuru wa vitu vinne ndani ya jumuiya, yani bidhaa, huduma, watu na capital kwa maana ya mtaji. Yani vitu kama software, majengo au vitendea kazi ambavyo muhusika anahitaji kuwa navyo kufanya biashara nchi nyingine havitotozwa kodi. Wanaziita four freedoms. Kutokana na hilo, hata Afrika pia na nchi nyingine za Amerika Kusini zimekuwa na machaguo ya nani zifanye naye biashara. Hakuna namna ya kubana moja kwa moja kama zamani. So tuendako eneo la uchumi, hakuna kilanja mmoja mkuu wa moja kwa moja kutoa world order ya tuishije. Nadhani umeanza kupata context tofauti ya ile kauli mbiu iliyokiki New World Order. Picha linaendelea. Nixon Simon aka Niki wa pili, niko Madini.com. Ni taarifa na maarifa vina combine pamoja, kwa sababu ndani ya taarifa pia kuna maarifa.